Katika mlima wa Bwana itapatikana. Ni moja ya kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu, anataka tuweze kujifunza. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Maana kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukawa unatafuta kwa muda mrefu. Kuna vitu vingi sana ambavyo unatamani uweze kuvipata. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Mpaka Ibrahimu anaita mahali pale Yehova ile, kama watu wasemavyo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Manake kuna watu ambao wana mentality ya kwamba vitu fulani vitapatikana mahali fulani, vitu fulani vitapatikana mahali fulani, na ndio maana anasema katika mlima wa Bwana itapatikana. Kuna kipindi Daudi mfalme anazungumza kwamba hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana. Manake katika mlima wa Bwana itapatikana. Manake kuna vitu ambavyo ni kama desire ya moyo, ni matarajio ya moyo, na moyo unakuelekeza kuweza kupata mahali fulani. Moyo unakuelekeza kwamba hicho kitu kitapatikana mahali fulani, lakini katika mlima wa Bwana itapatikana. Manake kuna vitu ambavyo binafsi unahitaji viweze kupatikana kwenye maisha yako, unataka viweze kuonekana kwenye maisha yako, havionekani. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza, First Samuel sura ya 9 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benjamin, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Seloli, mwana wa Bekolathi, mwana wa Afia, mwana wa Benjamin, mtu shujaa mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Na ukishuka chini anasema na punda za Kishi baba yake Sauli. Maana yake Kishi baba yake mfalme Sauli, ambaye kabla alikuwa sio mfalme. Punda wa baba yake walipotea, na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Punda walipotea. Kishi akamwambia Sauli mwanaye, haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja naye, uende ukawatafute punda hao, ukawatafute punda hao. Kwa hiyo Sauli baba yake alipoteza punda, akamwambia Sauli, mwanangu, chukua mtumwa mmoja, nenda mkatafute punda. Na mstari wa 4 anasema, naye akapita kati ya nchi ya milima ya Efraim, akapita kati ya nchi ya Shalisha, lakini hawakuwaona. Kisha wakapita kati ya nchi ya Shaalimu, wala huko hawakuwako punda hao. Walitafuta kwenye maeneo tofauti. Wakapita kati ya nchi ya Wabenjamin, lakini hawakuwapata. Kwa hiyo walipita kwenye maeneo tofauti, kwenye milima, wanatafuta punda, hawako. Kumbuka punda walikuwa wamepotea. Kwa hiyo walikuwa take time, wanatafuta punda ambao walikuwa wamepotea, lakini Biblia inazungumza kwamba hawakuwaona. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Baba asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Manake walikuwa wametafuta punda kwa jitihada zao zote, haikuwezekana. Kwa kuna wakati jitihada za kibinadamu zinaweza zikampoteza mtu. Kuna wakati jitihada za kibinadamu hazina matokeo. Kuna wakati jitihada za kibinadamu hazina matunda. Maana kuna vitu ambavyo unaweza ukatafuta kwa jitihada zako. Kuna vitu ambavyo unaweza ukapambana kwa jitihada zako kwamba ngoja nifanye hivi. Kuna wakati Daudi anasema jitihada zangu zimeniangamiza. Kuna wakati umeziamini sana jitihada zako, lakini ndizo ambazo zimekuumiza. Kuna wakati ambazo umeziamini nguvu zako sana, lakini ndizo ambazo zimekuumiza. Ndio maana Biblia inasema si wote washindao katika wapiganao washindao katika vita, na wala sio hodari katika walio hodari washindao katika vita, na wala sio walio na mbio washindao katika michezo. Kwa hiyo si kwa sababu na nguvu ndicho ambacho utapata, si kwa sababu na akili ya kutafuta ndio utapata. Sauli alikuwa anatafuta punda katikati ya milima. Maana yake katika fikra zake alijua punda wanaweza wakaenda kwenye milima, punda wanaweza wakajificha mahali fulani, punda wanaweza kawepo kwenye vilima, wanaweza kawepo kwenye misitu. Lakini zile akili na utashi wake na ufahamu wake
haukuwa ni matokeo ya kuweza kupata anachokitafuta. Na ndio maana nimezungumza, si walio hodari washindao katika vita, na wala si walio na akili wapatao chakula. Biblia inasema wakati na bahati wapata wote. Maana yake kuna vitu ambavyo sisi tunafikiri nikiwa na akili, nikiwa na nguvu ndicho tapata kitu fulani, lakini kuna vitu vimefichwa, akili zetu haziwezi katupa. Sasa hapa mstari wa 6 anasema, naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, yote ayasemayo hutukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari tutakayoiendea. Katika mji kuna mtu mwenye kuheshimiwa, yote yasemayo hutukia kweli kweli. Manake wakawaza tuende wapi? Katika mlima wa Bwana itapatikana. Manake wakaona waende kwa mtu wa Mungu, kwa mtumishi wa Mungu, maana katika mtu wa Mungu kuna majibu ambayo yatakuwepo. Na huyo mtu alikuwa anaitwa Samueli, na akatoa sifa kwamba huyo yote asemayo hutukia kweli kweli. Manake ni mtu wa Mungu ambaye ana Mungu ndani yake. Manake wakachukua maelekezo kutoka kwa mtu wa Mungu, kwamba maelekezo ambayo yanakuwepo kwa huyo mtu wa Mungu huwa yanatokea. Manake chochote ambacho kinatoka kwa Mungu, chochote ambacho Mungu amekiahidi katika neno lake, chochote ambacho Mungu amekuahidi wewe mtu wa Mungu kinatokea. Hakuna chochote ambacho Mungu amekiahidi hakiwezi kutokea. Ndio maana ahadi zake ni kweli na amina, ni kweli na amina, na chochote cha kwake ni kweli na amina. Ahadi yoyote hutukia kweli kweli, manake Mungu alichokisema kinatokea. Hakuna kitu ambacho Mungu alishawahi kusema kijatokea. Chochote Mungu ambacho amekiahidi kwako kinatokea. Ndio maana Biblia inasema yeye si mwanadamu hata aseme uongo, na yeye si mtu hata ajute. Kwa hiyo yeye Mungu si mtu na wala si mwanadamu hata aseme uongo, na wala si mtu hata ajute. Kwa hawezi kujuta kwamba kwa nini niliwaahidi kwamba nitawabariki. Huyu mtu nilimwaahidi kitu fulani. Mungu hajuti ahadi alizoziahidi juu ya maisha yako. Mungu hajuti vitu alivyoviahidi juu ya maisha yako. Mungu kama amesema atakuinua, hajutii hicho kitu, kwamba ninajuta kwa nini niliwaahidi hawa watu, ninajuta kwa nini nilipromise hichi kitu. Yeye si mwanadamu hata aseme uongo, na yeye si mtu hata ajute. Kwa Mungu hakuna majuto, hana majuto juu ya kitu alichokupa. Na ndio watu wanasema karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa chochote ambacho Mungu amekupa ni irrevocable, ni irrevocable. Karama ya Mungu haina majuto. Tafsiri ya Kiingereza imesema irrevocable, maana yake do not change. Chochote ambacho Mungu amekiahidi kwako hakibadiliki. As long as ni Mungu amesema, katika mlima wa Bwana itapatikana. Kwa chochote ambacho kimesemwa na kinywa cha Mungu kinatokea. Kwa kiamini kitu ambacho kinatoka kwa Mungu, ndio maana anasema yoyote ayasemayo kutukia. Ndio maana Yesu akamwambia mtu hataishi kwa mkate, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo walipoenda kwa Samueli wakapewa maelekezo ya kupata punda. Kwa hiyo katika mlima wa Bwana inapatikana. Manake kuna vitu ambavyo viko kwa Mungu unavitafuta mahali kwingine. Manake hawa watu wangekujua toka mwanzoni kwamba ngoja tuende kwa mtu wa Mungu tutapata majibu, wangepata majibu